habari zenu? Ana hapa naongea kutokea AJS TV USA. So leo nimekuja, kuna jambo nilikuwa nataka tukumbushane, na hii inahusiana na watoto. Kwa hiyo most like wazazi, wewe kama ni mzazi unanisikiliza, na pengine unaweza kusema kwamba mimi sina watoto, lakini jirani yako, rafiki yako, somebody you know anaweza kuwa na watoto wa namna hii. Bado tunakumbushana kuhusu changamoto, kuhusu vitu vya kujifunza kwenye watoto wenye usonji. Kama nilivyosema before, usonji ni watoto ambao wanakuwa na challenge katika, wana grow slow katika ubongo wao, wanakuwa na changamoto fulani, wanaweza kuwa wanachelewa kuongea, wanaweza kuwa, kuna wengine vile kuna wengine wanaweza kuongea, lakini jinsi wanavyo, kwa vile wanakuwa na challenge katika brain, katika jinsi wanavyo communicate na wewe, au hawawezi kujieleza. Kwa kifupi ni watoto ambao wanakuwa, lakini wanakuwa na changamoto katika brain yao ina process taratibu. Umeona, wanaweza kuwa ni watoto very intelligent, very smart, lakini wana changamoto labda katika kumeki maamuzi. Na unaweza kukuta wengine kabisa hawaongei kabisa. Wanaweza kuwa wanaufahamu, wanaelewa kinachoendelea kila kitu, lakini hawawezi kucommunicate, kukueleza wewe. Umeona? Kwa hiyo wapo wenye changamoto za aina mbalimbali, na hii kwa lugha ya kigeni inaitwa autism. So leo nimekuja kwa ajili ya kukumbushana umuhimu, wewe kama mzazi au mlezi, kuwa mlinzi wa mtoto wako, au whoever mtoto unayemwangalia, wewe uwe the main one. Unajua, bahati mbaya kuna watu wengine wanatembea barabarani lakini akili hazimo. Either wanaweza kuwa na maisha yao tofauti, au ni watu ambao bahati mbaya wamekuwa ni wakatili. Unaona, it's very unfortunately, lakini ni hali halisi. Sasa nataka niwasimulie kwa situation ambayo kama nimewaambia, nazungumzia kutokea huko Marekani. Kwa hiyo hii situation imetokea huko state ya Texas, ambayo ni part of Marekani, lakini katika shule, na bahati mbaya kabisa hii imetokea shuleni. Ni shule ya watoto wenye, ilikuwa ni specific darasa la watoto wenye mahitaji maalum. Huyu kijana ambaye nataka niwazungumzie leo ni kijana pia alikuwa ana autism. Alikuwa ni kijana mwenye miaka 7. Bahati mbaya situation yake yeye, mwalimu kawaida kuna mwalimu ambaye ni mhusika, ambaye moja kwa moja yeye ndio mwalimu wa kuwafundisha, na vile kuna wanasaidizi. Situation ya huyu kijana kwa kweli, hata kama ukiona hapo, yani unajua kabisa kwamba kuna binadamu wengine wanatembea lakini kumbe ni wanyama. Ninavyosema ni wanyama, ina maana kwamba zile behavior zao, tabia zao, it does not matter una nini kinaendelea katika maisha yako, lakini umekubali whatever vitu ambavyo vimekuchanganya kimaisha, umekubali kuwa mnyama kwa watu wengine, yale maasira, probably ni maasira, probably wengine ni kweli wanaweza kuwa na changamoto, wamebeba yale machangamoto yao kupelekea wengine, au wengine bahati mbaya ni tabia za ukatili, ni tabia anyway. So huyu mwalimu alimwabuse huyu mtoto wa miaka 7. Ninasema amemwabuse na maana gani? Yani alimnasa kibao kama anagombana na mtu mzima. Ni kwamba inawezekana, si unajua, unaweza kuwa na changamoto, unaweza kuambia kitu wakawa wanarudia hicho kitu. Kwa hiyo really hata walimu kama ni walimu au ni walezi, au kama ni mtoto wako analelewa na msaidizi wa dada, msaidizi wa kazi nyumbani, ni lazima wawe watu ambao wana uvumilivu, kwa sababu nayo malezi sio kama mtoto ambaye ni wa kawaida ambaye hana changamoto. Unaona, inatakiwa mtu ambaye kweli ni mvumilivu, mwenye moyo wa kuni. Kwa hiyo ndio maana nikasema naileta hapa ili ring the bell, yani kwamba ikukumbushie huyo mhusika ambaye wewe kama ni mzazi, au kama unamfahamu ndugu yako mwenye watoto hawa, ni muhimu sisi kama wazazi
kuwalinda watoto wetu. Kwa hiyo huyu mtoto alinaswa kibao na huyu mwalimu. Yaani unfortunately, na huyu mtoto mara nyingi hao watoto kama nilivyosema, ufahamu wao unaweza kuchukua muda mrefu sana. Hata kulia ni kwamba tu labda aligusa akaona kama hili sijui ni tukio gani hapa leo, nimekuja eneo gani katika ulimwengu wake, maki wanakuwa katika ulimwengu tofauti. Lakini alimwabuse kwa kumnasa kibao kwa whatever, yani ni ukatili. That was not enough. Bado kuna mwalimu mwingine msaidizi akaona hicho kibao hakijatosha. Yeye akawa tena amekaa, amestarehe, amekunja nne. Akamuita bado huyo mtoto kuja. Guess what? Akaanza bado anamchapa, alikuwa na kitu kama kilula. Anampiga kwenye vidole. Maskini mtoto huyu, tena jinsi walivyo huwa wanakuaga tu wanashangaa. Lakini unaweza kukuta mara nyingi wengi hawalii. Mimi nakutilia mfano, naongea kama mzazi ambaye namlea mtoto mwenye changamoto hiyo ya autism, ambayo ni usonji kwa lugha ya Kiswahili. Ni mara chache sana ukimwona mtoto anatoa machozi analia. Anaweza kufanyiwa kitu, anashangaa na anakuangalia tu. Na nakumbuka situation hii ndio naitilia mfano kabisa, na kama ninavyoeleza kwamba I walk the talk which naongea, si ndio? Kwa hiyo nimeileta hapa tukumbushane tu kuwalinda watoto wetu. Sisi ndio tuwe walinzi wa watoto wetu. Kuna watu wabaya out there, unaona. Nakumbuka mimi kijana wangu alikuja one time akasimama, yani ile umerudi nyumbani akasimama mbele yako. Kwa sababu ni kijana wangu, mimi nafahamu communication. Ile communication yake mimi naielewa kabisa. Japokuwa haongei, lakini I know when he communicates to me. Nafikiri kila mzazi anaelewa rutini za mtoto wake. Ni muhimu sana ujue rutini za mtoto wako. Alisimama mbele yangu akajinasa kibao kwenye shavu. Nikasema, what? Don't do that. Akarudia akajinasa kibao. Kwa hiyo tayari hapo, guess what? Nikapata the message. Nikasema lazima amekutana na mtu ambaye sio mwema, amemnasa kibao. Kwa hiyo ndio ilikuwa communication yake kwa muda fulani. Akikuwa na akikuangalia atakunasa. Lakini what I did as mzazi, nilimake sure kwa nyumbani, the surrounding, watu wote nimewaeleza. Na shuleni nawaeleza, maana bahati mbaya hapo unakuwa hujui imetokea wapi, za shuleni au nyumbani. Kwa hiyo una make sure unawaambia, jamani, ninajua kuna hiki kinaendelea. Tafadhali sana wewe unaifanya hivyo, naomba usirudie. Hiyo tayari inafanyaje? Inamwalati huyo mtu. Umeona? Alafu not only that, the other time amekuja, that's how we communicate. Amekuja akajikwea ile nini unaita kikonzi, akajipiga namna hiyo. Kwa hiyo mtoto ndivyo wanavyo communicate. Kwa hiyo ndio maana anasema huyo mtoto specific huyo wa Texas akawa anapigwa, yeye anaangalia, is like anafikiria, anasema kuna dhoruba gani inapita. Mind yake process very slow. Kwa hiyo nimekuja hapa jamani kukumbushana, nikasema kama uko kwenye position ambayo labda unaweza kuweka kamera nyumbani, it's okay, weka kamera for the sake of mtoto wako. Lakini kama wewe labda mzazi, mzazi ndio the main caregiver, kwamba wewe ndio unamwangalia mtoto wako wakati wote, then hiyo ni tofauti. Na vile vile angalia kule shuleni anakoenda, kama najua huku sisi kuna hizo shule nyingi hizo zenye special care needs, lakini bado kuna hizo changamoto, si ndio? Kwa hiyo una make sure unamfuatilia mtoto wako vizuri, kumsoma lugha yake. Mara nyingi they communicate kwa matendo, au utaona kidogo amebadilika, au vile anavyoongea, unaona. Kwa sababu mimi kwa mfano natilia mfano wa mwisho wa kusema kijana wangu, utasikia yani from now anakuambia, what did I say? Sit down. Unajua ile ya kuyell, kwamba unasema hii ni lugha hiyo, kawazengua huko ndio lugha anayopewa. Kwa hiyo nimekuja hapa tu kuambia watoto hawa wana communicate. Na ikiwa changamoto kwamba labda hata wakwako hawezi kucommunicate kwa hivyo vitendo, hawezi kufanya vitendo, basi wewe ongeza kabisa ule ulinzi
kwa mtoto wako. Unfortunately, kuna watu ambao wako kama wanyama kule, si ndio? Kwa hiyo ndio hicho nimekuja tu leo kusema kwamba kukumbushana wazazi, familia, marafiki, tuweze kuwalinda watoto wetu. Tayari wana changamoto wenye hizi special needs, tuwalinde. Sisi ndio tuwe walinzi wa kwanza kabisa. Lakini kwa husu hadithi ya huyu mwalimu, of course sheria imechukua mkononi. Ile video naona mfanyakazi mmoja alichoka hizo tabia, ukute ni tabia ambazo wamezoea kuzifanya, basi imerushwa. Uzuri au watu walimu 3 tayari wameshawekwa, wako chini ya, yani kesi inaendelea na wamewekwa ndani, na of course shuleni wameshatolewa, na vile vile hiyo shule iko katika vyombo vinavyohusika, iko katika kuikagua zaidi, umeona, katika inspection zaidi, yani wanaifuatilia kuona utendaji imekuaje, vipi. Unajua kitu kama hicho kinatokea, basi hapo ndio watadigi kuhusu hiyo shule. Tunaanzia kwenye shule, what's going on, utaratibu wenu ukoje na walimu, mnafuatilia vipi ku make sure watoto wana usalama, si ndio? Lakini kuhusu wao walimu, of course hiyo profession yao ndio imeshakufa kabisa, na bora imekufa, kwa sababu hamna mzazi yoyote atataka mwalimu kama huyo tena arudi shule. Kwa hiyo at the moment ninavyoongea, hii imetokea less than 2 weeks from this is the month of April, kuanzia mwezi wa 3 ndio imetokea, lakini bado investigation inaendelea, kesi bado hawajahukumu, lakini wako behind the bars, yani wako lumande, sijui ndio lumande, wako ndani huko, umeona Kwa hiyo ndugu zangu, tuwalinde watoto wetu, tuwalinde watoto wetu. Najua hapa nimezungumzia specific kwa watoto wenye usonji, lakini kumbuka ni watoto wote, hata ni ambaye bado hawajaweza kujitetea. Kama una watoto wadogo umeachia watu wengine, tukumbuke kuwalinda watu wetu. Kuna watu wengine huko wanatembea akili ziko kama nini, mnyama ambaye ni mkatili. Manake hata wanyama, kuna wanyama ambao ni wazuri, si ndio? So ndugu zangu, na kutakieni wakati mwema. Kumbuka kwenda kule katika wa YouTube AJS TV USA, like, subscribe and share. Tuna share most of the time mambo ya mafundisho. Basi ndugu yangu, kumbuka kupitia kule, jifunze, share your comment, na sisi tuweze kujifunza kutoka kwako, na of course itamwelimisha mtu mmoja wetu. Bye for now. Ana hapa naongea kutokea AJS TV USA.